Aishi Manula, golikipa mwenye mikono kama ndoo za kubeba maji, aliwahi kuwa ngome isiyopenyeka pale Msimbazi. Lakini kama wasemavyo mitaani, leo ni wewe, kesho ni mwenzio. Maisha hayakaririki kama password ya wifi. Simba SC ilipomchukua kutoka Azam FC ilikuwa kama kumpata mrembo wa Kichaga kwenye mahari iliyopungua. Mashabiki walimtandika mapenzi kama ambavyo wanaume wa kibongo hutandika likes kwenye picha ya mrembo wa Kinyamwezi kule Instagram. Manula alikuwa hatari, mfano wa jiwe la moto, akachanganya ubabe wa golini na ule msimamo wa kujiamini ambao huwezi kuufeki. Ni kama ule uzuri wa binti wa Kibondei, hauna filters, ni asili kabisa. Kwa msimu kadhaa Manula alikuwa kama mrembo wa Kidigo kwenye harusi, anang'ara, anakubalika na kila mmoja anatamani aende naye mbali kabisa. Akiwa golini mashabiki walikuwa na amani kama mtu aliyepika ugali mwingi na bado maharage yapo ya kutosha. Kila kona ya uwanja wa Mkapa ilibeba jina la nyimbo, jina lake, mabango hadi fulana za mtaani zilibeba jina lake. Lakini ghafla tu beat ya story inabadilika kama DJ anavyoachia nyimbo ya mapenzi na kuweka singeli ya harusi, au kama mrembo wa Kihaya anayejivunia sura na umbo la kuvunja shingo za watu, lakini baadaye akajikuta amezama, kupoteza mvuto. Ndivyo hali iliyomkuta Manula. Wakati fulani wa kiwango kilianza kutetereka, makosa yakajitokeza, confidence ikaanza kuyeyuka kama barafu kwenye jua la Tanga. Mashabiki wale walikuwa wakimuita Ea Manula, waligeuka na kuanza kusema labda muda wake umefika. Timu ikaanza kumpumzisha, akatupiwa jicho la pembeni kama binti wa Kizaramo kwenye sherehe ambayo kila mtu anampita bila kumkaribia, eti si type yao. Manula akawa kivuli cha yule jitu lililowahi kuokoa Simba kwenye dakika za majeruhi, akaingia kwenye anga ya kusahaulika kama nyimbo za Bongo Flava za miaka ya 2000 jinsi zilivyopendwa na sasa hazisikiki tena kabisa. Amekuwa kama mrembo wa Kipare aliyebwagwa, lakini akaamua kurudi gym, kupiga skin care na kuja na confidence mpya. Huenda Manula bado anaweza kufufuka. Ana historia, ana jina na bado ana nafasi ya kuandika kurasa mpya. Aishi Manula ni mfano halisi wa jinsi soka ilivyoweza kupambanisha, kukupandisha juu kama lifti ya ghorofa la posta, lakini pia likakuachia au likakuacha kwenye basement bila kukuambia. Kama uzuri wa mabinti wa makabila mbalimbali, kila mmoja ana upekee wake na kila mmoja ana wakati wake wa kung'aa. Leo ni Manula kupoteza mng'ao, kesho anaweza kung'aa tena kama jua la Tabora. Mashabiki wao hubadilika kama staili za nywele mitaani. Leo kiduku, kesho kipara, lakini zinabaki na jina lile lile la nywele. Hivyo hata kwa Aishi Manula.